Welcome back to Man on the Mic podcast with your host MC Kitoto, the party recipe, alongside Alimbacho Murenga, the architect of dreams. Yes, and as you can see on your screens, tukona like anaonga nini a loyal subscriber, follower, viewer. So like so thank you for making time, Manze Chris. Welcome. Introduce yourself. My name is Christopher Emmanuel Omondi. They know me as the CEO. Sawa. Hapo sawa. Na ni relevant to kitu tunataka kuongelea leo. So if you're new to this platform, if you're new to this space, if you're new to this channel, take this time to subscribe, like this video, leave a comment as you watch. You can follow us on our social media platforms. The links are on the description. Tupatane huko. Yeah. Ali, umekoaje? Kwa salama kabisa. Ushajaribu entrepreneurship? All my life I've only been employed for few months, I think. And I started working at 17. So tons of experience, Mr. CEO. Perfection. Mr. CEO. Unaweza kwa CEO na kwa employed? Si ndio? Unaweza kwa CEO na kwa usha employment, nini entrepreneurship, gani ndio imechukua huge chunk of your life? I think mimi kwangu nasemanga sijui kuwa employed kwa sababu all my life nimekuwa tu into entrepreneurship. Mtu mwasha ni employee peke yake ni uncle yangu aliniemploy kwa after kumaliza kisesi akaniemploy kwa baba yake, but after some time tukatake over hiyo bike kwa kwa nikairun for some time na clientele pia. Yeah, so mimi sijui kuwa employed at all. Your business will toka mapema. Ili kuenda uchukue. I think nimekuwa employed, nimefanya internship, nimefanya attachment na nimekuwa employed. Alafu like but the major chunk of my life imekuwa entrepreneurship. Na sasa sijui kama ni entrepreneurship ama surviving through business. Sijui kama nakonga na skills za entrepreneurship vizuri. Maybe after this episode ndajua why I need to pursue this or stop. Ni hivyo. So nataka sana to focus on my youth, manze. Sasa unajua tunaambiwa na serikali youth endeni mjiemploy, hakuna kazi. Na bado watu wana graduate every day. Not every day. At least twice a year, most universities, ndio. So watu wanafaa kutoka kuja kwa job market. Na tuwasaidie. You who took over a business, you has been employed for a few months. Mnaweza waambia by the way, tunaweza mnakuja kupatana na nini? Juna feeling the education system equiping for hiyo nini? 844 to equip for what? For entrepreneurship, but to equip to kwe employees yenye bado hata kuna opportunity. So let's get into it. Sawa. Haya. Uona feel Ali, acha nimuone tu huruma. Acha tu CEO asitufute kazi. Asitake over podcast. Kuja pole. Sasa Ali, una feel the major hindrance ya a youth who's very optimistic, amesha graduate, amevaa gown na sana jua ana take over the job market, itakuwa nini? I think sinaweza kosa the correct term, but I think naweza item as a delayed gratification. Oh my lord. I think like a lot of people need to understand that creating wealth might take a little bit of more time than people just expect. Haikuangi very fast like that. Yeah. Na unajua most of the youth, like when you're young, you're very ambitious, you are all that. Na ukianza kuona kitu ina take time, most likely you can feel utaona it's not working. Na sometimes kitu inaweza prolong easy dreams zako ni some things that are outside your control. Unajua zingine hata hazikuhusu wewe, unaona ni pengine serikali yetu. Na mavitu kadha. But I think unakuwa the biggest thing juu I had a friend, nianze ama ni ndio hiyo. Take over. Yeah. Still my friend, my best friend, I think. Juu tunaongeaga sana, tunamit sana pia. So when I was working, hiyo time nilikuwa na bebaga mzigo Isili. Mambo ilikuwa imeenda vizuri sana. So like I was trying to collect money nifanye kitu fulani hapo. But yeye pia alikuwa anafanya job, but most of his money was alikuwa mseo maluku sana. Anapiga luku paka sai. Masuti hizi. Lakini hakuna kitu kwa hiyo mfuko. Yeah, so like yani ilikuwa yeye kwake alikuwa na live for the ana try ku portray an image fulani yenye iko na alikuwa anaiweka in a way ya
if you be like this, if you dress like this, nini utapata more opportunities, mtu atakupatia yeye. Na mimi kwangu nilikuwa nafikiria I can create this opportunities vitu kama. So recently we talked about that, akaniambia manze hiyo time ulikuwa unachanga doa hadi ubai nduthi. I wish hata mimi pia ningebai nduthi. After some time amaza kuona vitu zimechange sasa. Yeah, so I think hiyo kufanya ungoje hiyo pole kungoja hujafika place fulani, I think hiyo inakuwa the biggest challenge for young people. Okay. Wewe unaweza kama umesha take over hapa sijui nini zote. So like unaona nini for you ili shift? Sijui kama mindset yako ili shift after high school ama after campus. Mind yangu ili shift after high school. Mind yangu ili shift kwa sababu kuna ubishi yangu mwingine mwenye au kwa wamelelewa kwa biashara. So mi babangu ni alikuwa na work, mamangu alikuwa tu housewife. But babangu alikuwa na work tu kwa kampuni akuje home. Although alisetting biashara zake pia wakati wa simu ya jamii. Unakumbuka simu ya jamii? So simu ya jamii hapo ndo lessons zangu za kwanza za business afkia zilianzanga. Kwa sababu alikuwa anaweza nituma nienda nikae nao my employees akigundua wanaibaiba. Nikirudi na do jioni ama akikuja tuchukue do turudi nao, na hiyo time ilikuwa ni ma coins, mtu anakuja na 10 bob apige simu sijui 1 minute hivyo 2 minutes. So ni mimi nilikuwa nahesabu do, ni mimi nahesabu hiyo do yote, ma 10 bob kando, ma 5 bob kando, ma 20 bob kando. So hizo ndio zilikuwa lessons zangu za kwanza za biashara, lakini sikuwa nazijua ati nizo lessons zangu za kwanza za biashara. Nikaingia boarding school class 5 hapo, nilikuwa nabaiwanga biscuit box mzima. Lakini box mzima instead na trade. Naiuza hizo pieces, tukauza biscuit kila moja bob. Naiuza hizo biscuit hizo bob. Sasa hizo culture hizo zinakufanya ni lessons unapata, lakini hujui ni lessons utakuja kuenda nayo into life. So when you take over nikaanza kwa kianko yangu. Alikuwa alipanga 5k. Lakini nilikuwa ni transport niende hadi kwetu nirudi, akafika time akakataa. Ni mtu mwingine mkali sana, akakataa akasema wewe utakuwa unaenda mahali, utakuwa unalala hapa kwa bango, ilikuwa na lodgings. Room moja chukua lale hapo. Sasa zingine angekaa hadi asubuhi hadi 5, alafu aende amejifanya ameenda kulala 7 asharudi amenamsha, anambia hautaitengeneza do kama unalala sana. Lazima ulale few hours ndo uanze kutengeneza do. So lessons mom nilipata kwake, alafu plus hiyo pub ilikuwa kwa kijiji. But angeona tu mtu ameingia kwa gate mwenye ni villager, angemfukuza. Hiyo time unaona msalafu anafukuza ma customer, mtu anafanya nini? But later nakuja na realize clientele yetu iko inafaa kudeal na the villagers. Villager atakuja hapo hivyo akunywe quota ya tuso, aanze kusumbua plans wengine. Aone sijui nani amewalk in, aanze kusema huyu jamaa ninunulie ya kule nuisance. So ule mse angekuletea do atarudi tena. Alikuwa anafukuza literally, ukiingia kwa gate anakufukuza. So walikuwa villagers walikuwa wanajua, hata wampindi walikuwa wanajua hapo ukienda ifai kuingia. But then tukaanza ku gain clientele lingine tofauti. Mtanza tukatu mahali alikuwa anapita akakuja akaingia. So unaona regularly anakujanga hapo, na vitu nyona kuja na kunywa doe na kuja kununua kuku full si shida kwake hivyo. So tukacreate hiyo client, tukaanza kuwa na ma clients. Nataka hold that thought hapo. Sasa unaona wewe already umeanza uko sawa. Wewe kwanza uko na hindrances. Nataka sasa place kulikuwa na hindrances. Sasa place kumekuwa na hindrances sasa. Ama kitu yenyewe jamaa youth akishaingia ashamwenda go and create employment for yourself. What is the first thing unapata nayo? Interest ya kwanza ulikuwa na cushion poa. Ulikuwa na cushion poa. Hata si cushion poa. Interest ya kwanza imekuja nimeingia campus. Kufanya research yangu kidogo nimeona agriculture iko na pesa. Mtu anakupigia hesabu za watermelon unauza pa kilo. So hii pa kilo watermelon unauza pa kilo, unapigia hesabu unaona hii pesa nikiuza shamba mzima ika moja naweza pata pesa kaa hizi hivyo. Kijana ameenda amelis shamba huko hivyo mali inaitwa Aero. Kando ya mto tumenunua generator, tunapump maji, tunapanda watermelon. Kila wiki nilikuwa naenda, nilikuwa UN, natoka UN huko hivi Nairobi, kila wiki weekend naenda naangalia dawa zilipigwa, maji imekuwa watered, kila kitu iko sawa. Watermelons zinakuwa vizuri, na ndio na flowering imefika, zimeanza kuwa bigi.
sasa wiki za exams zimefika. Siwezi travel, lazima nisome nipite exam zangu nunie nirende. It take 2 weeks ndo sikuenda peke yake. Naenda niangalia shamba, the next day nienda tafutie lori. Nafika kwa shamba napata shamba iko empty. 2 acres zimeenda wapi? Ya watermelon. Ama river ilikuja ikachukua. River isikuja kwa kiresha. Haija break banks. Hakuna watermelon. Nazunguka siamini. Nile niko shock. Watermelon ukienda kuchukua the best variety za seeds ni expensive. Unapata tini ya 250 grams ni 17k. Unajua ni hiyo time. So unaweza imagine na hii economy ya Kasongo 17k saizi kwanza. So ukiangalia dawa zake haikwangi kitu tu uta nini bila dawa. So ukiangalia dawa yake mtu analipanga moyo ana water kila wiki, mtu anazipiga dawa mara 2 kwa wiki, unaona. So hiyo ni loss tunahesabu loss kama around 160k kwa hiyo shamba. Nimezunguka shamba napata na tuna watermelon moja, lakini ilikuwa big hata siko naweza inua vizuri. So kuliza around wananiambia hata ananiambia ama yule ananiambia si watu walikuja hapa hivi na lori 2 na wakazichukua wakaenda. Si tulikuwa najua ni zao. So mtu alikuja harvest, akakuja harvest na akaenda kauza pale anaenda kuuza. So aje tukomelisi mwenye shamba. Yeye pia anatuambia yeye alikuwa msika kwenda shamba. Na ni hivyo sasa. Una feel kama kulikuwa na zikaenda hivyo sasa. Zikaenda hivyo. Huko haipate mtu amechukua. Una trace aje? Tuweka. Unafuata mguu ya lori. Tola lenda hata Onimax za lori. Hivyo ndo tu kazi. Una feel kama mimi unajua, okay, Ali based on your context. Una feel kama wewe ulisema delayed gratification. Imagine tu huyu mpaka amepanda everything. Unaona yenyewe ndio hizo. Unajua area ulivuna, alafu watu wataki kula melo. Hiyo story nyingine. Lakini umepanda, alafu unaibiwa. Unaona? So me okay, point yangu from hiyo nini? Una feel ni kama hata ukijaribu kufanya ni ngumu for youth. Yani vijana tu hata ukijaribu itakuwa ngumu sana. Eri uibe. Kuiba ndio uibe, lakini kuiba pia siku za mwezi ni 40. Siku za mwezi ni 40. Unaona hiyo shamba yako ilikuwa ya kwanza. Kwa shamba zingine 39 ilikuwa shiko. Kitu okay for me naweza angalia hiyo kitu ni very demoralizing. For me unatoka kama uko na ushapanga. Alafu unajua on paper business will make sense sana. When you come ukikuja alafu kuja kwa ground okay, zisikia mtu aliibiwa. Watermelon najua tu story ya best yangu mwenyewe, walipanda watermelon siku ya kuharvest zinatushana ngumi. Umejua watermelon ukikata ndio nilipatia maji, green maji alafu ndio hiyo red. Sasa kile tushana ngumi, hakuna kitu hapo. Sasa jamaa alikuwa kuambia watu, nyinyi mko serious, aspire to inspire, mbona mjajituma vijana, vitu kama hizo. Una feel like the system is sabotaged hata ama ulifuatiliaje hiyo nini yako kuibiwa? Hiyo kuibiwa ilienda hivyo. Kitu ilikuwa imefanyika Pwani, tulikuwa na shamba 3 different places. Zina managewa na watu tofauti sana. So moja ilikuwa kwa shamba yetu. Second Melis iliongea tu na mzee akanipatia shamba nikapanda. But shida ilikuwa iko karibu na Rivector kwanza. Hakukuwa na well hapo. So maji lazima ichotwe na punda ende mwagwe. But tulikuwa na employee mwingine alikuwa fiti sana, alikuwa dedicated sana kufanya hiyo job. So hizo watermelon zake zilikuwa labda ni huyo. Zilikuwa yeye ilikuwa place tofauti sana. Ni like 90 kilometers away. 90 kilometers away. So yeye alikuwa na concentrate hii side, kwa mtaka concentrate ile side nyingine. So hii ilikuja poa, pia tunaenda kwa so hiyo ndio inatupatia hopes at least tutarecover do kidogo. Lakini wacha sasa tuingie. Ile time unajua on paper venye unasema tu hivyo. Hesabu ilikuwa ina make sense sana. So wacha watermelon aziko kwa soko yenye kwa around wanunuzi wako, lakini bei wanakuja kubainao kwa shamba hai make sense. Hiyo mko mnajua, hiyo tuko tunajua. Au bei wanakuja kununua nayo hata si half.
like quota amount yenye ulikuwa unajua pa kilo unafaa kuwa unauza na variety ya seeds ulikuwa umebai ulikuwa unajua unafaa kuwa unauza so na wamekuja wamesikizana market mzima wamekuja wako wengi unafikiria hata watakuwa wanang'ania but wamesikizana lazima tufikie hiyo bei ndo nini so wanakusabotage alafu plus wanajua hautaenda mahali but mimi sasa nikamake stand yangu nikasema hapana atuuzi kwa hiyo bei nikatafuta 2 Pro Box nikabeba nazo nikapeleka kwa soko ingine nikasimamisha gari nikaanza kuuza hivyo moja na zikasonga tu bado so hiyo ndio unafeel kama business hii iko na cartels business wewe kwa history tu yako ya watermelon imeleta interest mingi sana that for someone who's trying to venture into it kama youth unataka kujaribu ku venture into business kitu ya kwanza unafaa kujua hizi biashara zote ziko na makatel biashara zenye haina cartel ni biashara ile ngumu kufanya juu hakuna mtu anataka kwenda hiyo extra mile kufanya biashara ngumu hiyo biashara ngumu kufanya what's an example example naweza pata na gani sema kama biashara yako sasa kubeba watu unabeba watu unatoa from point A to B na ndudhi hiyo ni biashara ngumu ili upate mtu anaingililia ni ngumu sana juu anajua lazima atasweat na kufanya nini watu nyota ingia kwa hiyo biashara kuja kufanya kwa hiyo biashara na watu wamekubali kujituma kufanya hiyo biashara alafu ni kivyao hizi sijui unapata ati unasikia story macadamia inapelekwa sijui China inapelekwa sijui country gani hiyo biashara unapata imeshekwa cartel before upate hata license ya kupeleka hizo countries makatelo wako hapo ndio maana uko unasikia kitu kama academia ina controliwa na watu watatu kampuni 3 zina control ni za ma politicians wote it's either wauzie kwa hiyo bei wanataka ama ubaki nazo ndio uze pale utataka na pia utauza hivyo hiyo bei ulikuwa umepigia hesabu so biashara ziko na makatelo kubwa sana recently hapa nimegundua biashara ya mataya za gari iko na makatelo big sana inakontroliwa na very few people to the extent that unaweza leta quality poa sana unajua ukifanya biashara ukienda kuchukua kitu kama China wanakuambia kuna quality Africa na kuna quality ya Europe unaweza chukua quality ya Europe kuja nayo hapa watakupatia na bei poa bado uje utauza bei poa lakini the moment unafika huko ulipekia real fat kila kitu makatelo ndo hao haitakuwa cleared tambi tsedo utuuzie kwa bei tunataka ama udispose urudi nayo ama ichomwe hapo unapata kata ni Kebson anaangalia mtu anadetermine mtu ana make personal judgment hiki kitu ni mbaya ama ni poa mtu ako kwa payroll ya watu kadhaa so the first time utaleta kwa hizo biashara kama hizo kwa unataka kwanza usijifanye tu unataka go big tuuma mkasiku moja uko na container 5 kwa port hakuna place utaenda anza na nusu ama tu CBM 3-4 ukigrow hivyo pole pole but ufike ujue maximum yako unafika juu ukifika place nyingine kama youth una hiyo donyo utaenda kulipa watu mob ukiuza hiyo bio unataka unaenda hasara ndo wanakudiscourage usirudi kufanya hiyo biashara kwa at any point lazima ujue makatelo wako na lazima ufanye research yako tu poa otherwise utoboi sio kateli sana nini mimi nakumbuka when covid ili hit ndo nilianza stories za delivery niliona moto kwanza na nini unajua time ndo sijui vitu zilifunguka kidogo alafu wakaanza kuweka zile makafi na nini na like restrictions ndo kusikwe na a wide spread bana kanjo na polisi na kwanza in fact ikifika place yenye ujui uko na problem sana juu mimi nakumbuka hadi kuna place yenye uko Parklands umepelekea tu mtu kitu yake ukirudi mtu amekalia pikipiki yako anakuuliza unafanya nini Parklands mbona umepaka hapa mpaka hiyo place imeandikwa parking mpaka wakekaya motorcycles weka hapa mimi niliuliza unafanya nini Parklands nikamwangalia tu hata siongei juu first of all nimetense juu ndo first time napata nao watu alafu nashangaa wewe ni nani juu umevatuka civilian na mbona umekalia nini wewe ni nani kunini ndo akaniambia mimi ni afisa akajiidentify lakini namwangalia tu imagine alishuka kaenda hivyo tu yani mpaka ananiambia ushaipanda pavement mimi hata sijafanya kitu yote mbaya jamaa akaniambia nishaipanda pavement nishaienda wrong side
ajai niona lakini anasio mtu nishawahi so nafaa kulipia hizo vitu zote zenye sijai nini mshiko na hizo experiences za kanjo na nini mimi nimekuwa na do you think it's something that mtu anafaa ku navigate before aingie kwa entrepreneurship kanjo na polisi wezi navigate unafaa tu kwa inafaa kwa budget yako kanjo na polisi anafaa kwa budget yako kuna mtu ashanipatia advice akaniambia ukifanya biashara usiwahi kuwa rigid kuwe mti mkubwa aliniambia nisei kuwa mtu mkubwa mwenye upepo ikikuja itavunja branches zake aliniambia ni kweli mti yenye iko flexible upepo ikikuja na swing tunayo alafu ikirudi experience yako na kanjo imekuwa the biggest shake kwa nani gani the biggest shake kwa nao kwa kanjo ni nishaipeleka kwa sale na kanjo ilikuwa before covid Gavaika announce wana ban plastic bags so hiyo time wale announce unajua wakishikanya watu wachukua vitu ni jokes until zifanyike hiyo time inafanyika so wakaeka nini moja pale hivyo kwa ICC watu waende wa exhibit kwa huko hivyo kwa nini so tukaenda tuka stand fulani hapo hivyo tuna exhibit tu vitu tunafikiria zinaweza solve hiyo issue ya plastic but hiyo time hatukuwa na idea sana ile unaangalia unachukua tu contacts za mtu hivi so venye plastic bags ilibaniwa hivi ikakuwa serious watu wanashikwa mtafai kuonekana nayo na hakuna solution imepatianwa so hapo kidogo tukaongea na stangu hapo hivyo na mabeshi yake wengine hapo tukakusanya do tukaingia Kampala ilipataka Uganda walikuwa washaban plastic bags zao kitambo but hiyo tu wave ilifanyika tu venye yetu ilikuja ikafanyika alafu watu wakarudi back to normal so kuna wale watu wenye invest in companies huko sana wakaleta mashini from China zina produce na nini hizo ma bag sasa hizo makampuni huko venye vitu zilirudi back to normal zina fail hata karibu kushut down so si tumeingia Uganda walisha nini alafu karudi kwa plastic okay. So tumeenda Uganda tunaambiwa Uganda kuna makampuni zilifunguliwa tunajua Rwanda ziko juu Rwanda nayo plastic bags na zilibaniwa hivyo kabisa but tunataka kwanza na Uganda alafu ndo tuende Rwanda juu bado tunaambiwa Rwanda environment huko si poa na business hawataki wa Kenya bei imepanda na nini so tumeingia Kampala tumeenda kutafuta hatujui palipopote tumeenda tu kuzunguka so tunauliza watu boda tunauliza hivyo tunatembea so beshetu mmoja mwenye tulikuwa naye hapo ashaifanya kazi TZ aliwaka na mjuzi mwingine but mjuzi alikuwa akatumika na government TZ akadipotiwa back to Uganda akaanza kumtafuta na Facebook huyo jamaa batipo akareply akakuja so tuko na Mganda mwenye at least anaweza ongea Kiganda anaweza ongea na wao huyo jamaa ndakatulid kwa kampuni kadhaa tukapata kitu tulikuwa tunataka quality tunataka tukapata receptionist hapo hivyo but ni alikuwa anaact kama ni anaangalia karibu kila kitu hapo alikuwa dem so akatuambia sisi hata tulikuwa tufunge next week tukamwambia tunachukua production yako ya 3 weeks akacall boss wake akamwambia pana atuzichukua cash lazima uende transfer kwa bank wa Kenya ni wajanja vitu kama hizo so hizo ni around 4 banks zinawafungwa so tukifika Kampala tulipatana na madhe fulani pia bado alikuja kutafuta na kuna jamaa mwenye pia tulikutana naye kwa basi alikuwa anataka kutafuta the same thing so just tunatafuta hivyo karende already unaona link yetu nimefanya watu wengine wamepata kidogo madhe ametuacha hapo ameenda amerudi ameshalipa so si kitambo tupigie Kenya simu tu nini hivyo so kurudi the next day ule mwanatuambia ule madhe mlikuwa naye jana amesema nisiwauzie atachukua production anarudi Kenya kunitafutia do so madhe anajaribu kututoka hapo kwa busy alikuwa tu anajaribu kutoka tu kwa busy hivyo akaenda blanda moja alifanya alitumia lori kutoka Uganda alipata mzigo wake alikuwa ameshalipia so anangoja watumie do back akapatiwa akachukua lori atindo impitishe vitu wapi kwa boda mvua ikanyesha lori kakoma kwa boda sasa hizi fika hizi enda ziuze venye alikuwa anashajua akona ma customer ni madhali alikuwa afanya kazi alikuwa afanya biashara kama Mukunji so yako na ready customer anafikisha mali anapatiwa do anatuma so hizi fika hizi enda kuuza hiyo nini na inakanika kwa na cash sasa sisi tukachukua production
sisi kujua hiyo story ya lori tukaanza kutumia basi, tukajaza basi. Tukakuja, so kukuja na mzigo ya kwanza basi tukafika ya asubuhi tunatoa Subaru ikakuja. Mapukara wakakuja, huwa mjalipa tax. Oni ma civilian tu. Basi za Uganda zinafika hata yenye imefika 5 asubuhi. Utapata tu Subaru imeshaifuata tu nyuma. Iko hapo na wanawatisha, wanazungusha tao. So hiyo ya kwanza tumewalipa hivyo. But sasa tukalala lesson yetu, ikikuja basi pale nenda kulala ndo mnaenda mnaofloadia huko, mnaofloadi tao. Hata kadi sangapi. So hiyo tumeshalan, so hiyo tushatoka. Kwa hiyo adol ya kwanza. Kama na hiyo sasa ataenda kufuata kwa jina la. Ni sawa. So tushatopata hiyo adol ya kwanza. Sasa tumekuja na mzigo. Tumekuja na mzigo mob, tumejaza chassis ya basi. Hizo gari za kuna UG mostly si hazifanyi biashara kupeleka watu. Ni biashara za mzigo. Ndio huwa na cash in sana nazo. Ndo watu kienda pale zinasimamanga pale hivyo tao, utapata ni mzigo zinaingizangwa tu. Utapata tena na watu 3 tu ama watu 4, but ni mzigo ndo wanafanya hiyo biashara inajazangwa tu. Sasa tumeenda tumetafuta soko, tumeenda tumesumua na mwende mwingine hapo, akwambia haizi chukua na hiyo bei. Sasa tunatafuta mtu tumpatie mzigo yote mara moja. Iishe turudie zingine tena. Tumengana karibu wiki moja. Tukaona hapana. Haiwezi enda hivi. Tukasema acha tuingie Kamukunji. Tukaingia Kamukunji hapo opposite Kamukunji police station kwa mosque. Tukapaka hapo hivyo tugari, tukaenda na gari mbili Tida na kuna NZD fulani. Tunajaza viti kwa boot, tunajaza kila mahali. Tunapaka hapo. Tuliingia hapo 6:30 tulikuwa tumemaliza hizo gari mbili. Hiyo ni day 1. Tulikuwa tumejaza 5 jioni. 5 asubuhi. By 6:30 menini? By 6:30 tumemaliza. Na nile watu wanangania hata watu wengine wakulipi. Wamechukua wameenda. So tukaona hapana. Hii hata kuna haja tuende tutafutane sijui na nani. Sasa hizo tunakuwa refer tuende tupeleke clean shelf. Clean shelf wanatuambia hao tutakulipa after 30 days. 30 days ndio credit period yetu. Unaona wanakuambia vitu kama hizo. Tukaona hii hapana. Hii tutaenda tu Kamukunji. So ilikuwa tunaingia hivi lori na inajazwa, tunapaka hizo magari zetu hizo ndogo ndogo, tunakuja nini hapo. But ipo hiyo time usiso Kamukunji alikuwa pia na biashara isili. So alikuwa tukikuja tunamsupply wa kwanza. Akaenda kaita au makanjo na nini hapo kwa hiyo area. Akaambia nisoiona vijana wameguzwa. Vijana wangu. Nisoiona wameguzwa. Akatupatia karao moja wa kwenda kunini kuwa tuna nini na hata tukikuwa kuna shida no karao tunaendea kwanza. Sasa watu Kamukunji pia na hao wamaza kujamu. Hawana product, hawana hii product. Haiko, hakuna kampuni na produce Kenya. Ukingoja lazima ungoje itoke China. Kitoka China ni 45 days. So lazima tumbai kwetu. Tuna make now meeting Sunday moja tunawaambia ni sawa kama unaona tunaharibia biashara ni sawa. Wacha tuwa supply. Tukishawa supply nyinyi mjue venye mtauza bei mtauza. Si bora mtupatie tu ile bei yetu si tuwa supply. Nyinyi msikizani hamtatuona hapa. Tutakuwa tukileta tunawapatia. Wengine wamekubali, wengine hawajakubali. Wengine wanakuambia tunakuonea uivu nini na nini hivyo sasa. Hakwenda hapo wamesikizana. So hakuna mtu atakubai tena. Sasa inabidi tu tumerudi tu pale. Kitu tujui ni tunapangiwa na hawa sasa Kamukunji kuja kushikwa. So specifically identify ni mimi lazima nishikwe. Mimi ndo nilikunga hiyo sector ya do. Nikishaka hapo kwa driver sasa unanilipa ndo unapatiwa. Unanilipa ndo unapatiwa. Mnauza kama miadarati. Ndio CEO. Sasa sawa wamenipangia. So ndio ingine nimekuja hata nilikuja 4. Sikuja 5. Nikaanza kuchange timing zangu. Nakuja 4 unapata 4 asubuhi Kamukunji na kungaishaanza kuingia watu. Kuna wale watu wanatoka Ukambani wanatoka wapi? Wanakuja na shop, wanarudi places wametoka by 7 wamesharudi wamefungua job zao. So imejaa. Sasa kumbe ita school wameamua ni mimi lazima kuja na mimi. So wakakuja wakanichukua 5:30. Nishaekwa kwa gari ya Kanjo. Niongea na hao hawataki. Wao umesumbua watu huko. 5:30 Kanjo fika. 5:30 Anamwambia 5:30. Wewe lazima wewe tuende na yeye. Wewe lazima tuende na yeye. Nimepigia hawa sasa wangu ameenda kwa huyo jamaa, polisi tulikuwa tumeambiwa, huyo polisi ameenda kwa nini? Huyo mwenye anakuwa in charge hapo Kanja hata hajafika.
yeye akiingia 6:30 ambao nimeenda so anaanza kufuata na mimi wengine wamekataa hapana watu wezi sikia story yako tuwezi sikia story yako atuongea na wewe akaniambia tu hii mimi imenishinda siwezi nikamwambia ni sana elewa ni kazi yako nikamwambia tu ni sana deal na wakazunguka na mimi so timing zao zilikuwa zunguke na mimi mpaka code session iishe but poa ilikuwa ni watu walishikwa walikuwa kidogo so lazima hii gari yenye niko lazima tupelekwe cell wapelekwe koti nilikuwa nafanya kazi so mjamaa huu wangu tulikuwa naye huko fika mkunzi wa Kanjo akaenda huko kwa jamaa mwenye anaandikisha watu jina kwa city hall kwa ingie kwa cell kumbe alikuwa sana huyo jamaa pia so jamaa pia amekataa kumsikiza asi nikaenda tu cell so kwa cell ndo unapata na watu wengine wanakuambia walishikwa so kitu walifanya bland walifanya ni walishika tu na exhibit kidogo hivi kama ndo kama moja tu hivi ndio wamempeleka nao huko hizo zingine zilikuwa chenda hizo zingine ziko kwa gari so wamechukua hiyo ndo wanipeleke nao sasa huko kama wameshika tu na kitu kidogo so kaenda mimi huko hivyo kwa nini kaambiwa na jamaa mwingine hapo ushikangwa kila siku hata George amechoka na yeye kanaambiwa tukienda kubali tu makosa yako usumbone nao watu alafu usimsumbuane ni mwanafunzi wewe inua mkono uko na student ID yako but ipo ni kwa student ID yangu alafu uoneshe ujaji wa student ID so tumeenda hapo huyo jamaa kwanza ni mrudi yeye amepiga kelele hapo abambo anarudishwa inda ametoka inda tu juzi ni wale tu watu wenye tu mtu anafika mahali ame give up na life tu anaona huko ndani happen tu atakuwa tu sawa na huko so mi jaja akaniambia nimeshikwa na walking nilikuwa na walk na nini nikakubali tu lakini nikakubali kama nimeinua mkono yangu akaniambia nataka kusema nini akaambia mimi ni mwanafunzi ndio tunatumia kulipa no fee na ndio na survive nayo akaniambia kwa student ID nikampea akatuma mtu akanikapatia student ID akaona ni valid akasema ukijana mumpatie kazi 1 hour arudi shule sasa hizo koti watu wamejaa watu wamekaa kwa koti ni wala sawa kamkunji unakumbuka nilikuwa na meeting na hao najua faces zao ni hao ndo wako hapo ndo wamekuja kuangalia yani venye kutaenda walikuwa disappointed hiyo story yako disappointed mbaya sana story yako nikapatiwa kazi bedhe nilikuwa natembea tao natoka city hall na Babox city hall hadi city hall annex lazima upitie gate na kiatu moja tumebeba box na fanda hivyo wanachukua kiatu moja na baki nayo ni sawa mimi na feel watu kwa kila kitu yenye history yake I think your two stories zimenipatia I can conclusively tell the youth to kama unataka kuanza business by the way no okay na pia from example yako ya delayed gratification nilikuwa na feel unafaa let us realize that first of all tuko na youthfulness it is an asset si mbaya kwa mdogo inamaanisha uko na time uko na time ya kunavigate time hata hiyo gratification yako usitaki haraka I think competition kubwa sana yetu inakuangalia nataka kufika nataka kuwa kama Ali nataka kununua bisi yako nataka kununua nduthi ajui venye ulitasema kwa hiyo pikipiki lakini nataka kuwa kama ule jamaa na sasa hiyo ndo mbibu manza campus huyo jamaa ama nataka kuishi Runda juu umeenda Runda ukatembelea mtu uko nao anaishi Runda lakini budake ako 70 years manze uko 30 relax uko na 40 years maybe unaweza ishi better na kushinda Runda maybe White House was made for you alafu unaona pia kujua watu juu Chris ametuambia tu yani connecting with people know everything in this country ushi kwa nini nataka tu nishukue Ali before tumalize tukiconclude tu ushi kwa na hiyo experience ya Kanjo mambo I think kwa hizo mabusiness nimefanya zinakumbuka karibu zote tumekuwa na experience my first business ndio nimetoka Busia nikasema acha niende Nairobi juu hapa nishaona hakuna kitu itafanyika nikakaa 15th November 22nd November 2013 nimefika hivi nimeomba lift hata ya basi siku hata na fare nikaenda Isili mkabona hizo za Uganda nikaenda Isili kufanya hawking so naingia kwa duka nanunua dozen ya dress so hizo dresses like ukidivide moja inakuja kama 270 so unatoka nje una hawk unauza so tatu unapata 30 bob
ikashika, lakini sasa shida ilikuwa hiyo kanjo. Na kwa sababu ilikuwa watu walikuwa na hook mpaka hakuna place ya kudrive. So hiyo time hata hiyo road ilikuwa imemalizwa kuundwa, ndio ilikuwa sasa inaundwa hiyo road inapitaga hapo katikati. So nilikuwa na jamaa wangu fulani pia tumetoka na yeye Busia, tukaungana tukasema sasa sisi wale tulikuwa tunafanya hika tukua na tulikuwa tunaua hadi hao wase walikuwa wanatutambua mbaya sana. Yeye alikuwa ni jamaa mbigi hivi, so alituanga Blackie, alafu sasa mimi Blackie kadogo. Tulikuwa tunaua yani sana, na hatuna hata space ya kuuza, tunaweka hapa tunauza, mwenye hapa akikuja tunabeba mzigo wetu tunaenda place nyingine. So inafika time pa kuna kata kabisa mnashikilia hivi kwa mkono. Sasa kitu yenye ilikuwa hapo ngumu na hiyo job ilikuwa tu hiyo kanjo alikuwa anatutimua ile mbio ajabu juu. Unajua ilikuwa hizo ukishikwa unaweza dungwa hata kisu na kanjo. Unaona very aggressive. Ilikuwa vitu kama so hiyo ilikuwa tunagopea kabisa. But hizo time yote mzigo wetu ushashikwa tu once peke yake. Na venye tulishikwa hivi, so wameshika za watu wengi ile wanapandisha hivi kwa nini kwa gari, nikaenda tu nikachomoa mzigo wetu nikaenda. So hata tukushikwa tena. So hata uje kula selo basi si na kulizani ali tunaenda tu conclusion nataka ikue unazambia mtu hack ya kupenya ndio umetoka tu hivyo uko na very youthful, yani uko na the world is in front of you, want to conquer it. Unazambia mtu hack ya ndio asikwe disappointed ama to just prepare for disappointment. Wewe unajua unasema kitu kama hiyo, tafuta kitu positive. Kwa nini nisema hivyo? Okay, sawa. I have a very inspiring no then go fast. Ni like things that are uphill are worthwhile. Inakuanga kitu whatever is uphill, nimesahau hiyo quote exactly, yeah. Lakini kitu yenye una feel ni worth it, sana sana uta experience ugumu kufikia, and no problem with that, you have to be ready for that. Yeah, ina apply kwa mtu mjengo. Ina depend. Alafu kitu kingine pia kama example ya mjengo, a lot of kitu nimerealize ni watu wengi sana ufanyanga kazi but they don't have a goal. Unapata tu do but you do not have a goal. If you have a goal, ukienda ukipata do, at least una channel towards something. Life yako inaenda step by step by step. But sasa unajua if you just make money then what? You know, nilikuwa na 1 million sijui ilienda wapi. Juu ilikuwa iende wapi in the first place? Kweli. Hakuna. So I think most people, kuna watu work hard, mtu ana work kwa restaurant anamka 4 am, then hoka anapita tu hivi anauza mafuta ya nywele, ananunua nayo hiyo 500 yenye angepata hapo yote ananunua tu. Kesho yake mwingine anapita na sabuni ananunua, marashi ananunua. So mtu ana working tu but unanunua vitu ana goal. At least ukikuwa na goal unajua unajinyima for what? Najinyima for the next thing. Yeah. Sawa. Good. Hiyo tumepata subscribe. CEO. Mimi naweza sema kwa youth, kitu ya kwanza ni tunafaa kujua tuko na advantage kubwa sana. Tuko na energy na tuko na a lot of time. Na hii energy yako venye utaichannel ndio itakusaidia kufika place kwa goal yako na hiyo time. Unapatanga watu wengine unakaa venye alikuwa anasema alikuwa anachukua na wako na ninio 30 bobe. Unaona kama place walikuwa isili ni place yenye iko na watu wengi sana wana move. But murumia kama unapata wale vijana wanakuja wanatembea na toothpaste yenye hata jina yake unaona tu ni forged. But ana insist kuuza, but ukisikia commission yake ni pesa ngapi? Ni ma 5 bob ma 10 bob kwa hiyo economy. I make sense. Na huyu jamaa mwenye ako na energy yenye na kitu ina separate mtu na ule na separate mse na Ali ni information. Ali alikuwa na Blackie. Mmoja alikuwa anazampatia information. So unapatanga kwa business kitu wewe inakuseparate na mtu mwingine, huyo jamaa kwa information hauna. Ukiget hiyo information utakuwa a step ahead. Hiyo ndio kitu separate tu ni watu wawili. Information wewe una yako nayo. So information yake inamsaidia kupata do mahali na kufanya nini, kukuwa na nini. So mimi kwa information inakonga ni hivi, ni circle yako. Kama una circle yako hizo upate information, anza kwenda places zingine. Watu walipe golf
atijua naenda kuenjoy kucheza golf wanapaka golf ndo wapate information na connections zenye hawangepata kwa wase wengine una get so information ni kitu ya muhimu. Kitu ya pili ni vision. Venye alikuwa anasema vision ni kitu ya muhimu sana. Una work towards nini? Juu kama una vision hakuna place penye utasonga uende. Utakuwa na work tu ukishapata hiyo pesa yako unaenda unaanza kuimprove maisha yako. But hii do yenye unaenda kuimprove na maisha yako ungengojea tu 2-3 years ukireinvest hapa unaweza kuwa na kitu bigi sana. But uwezi ona hivyo kama una hiyo vision. But hii vision inakuja pia na values. Hakuna siku yenye utakosa kurudishia mtu change yake ya 20 bob juu amesahau no create and hivyo scot free. Waliba mandazi ndio. Venye aliba mandazi. Aizi barikia. Lazima utakuja ilipie. Lazima utakuja ilipie. So biashara ni hizo tu. Information, vision na values zako. Pia ukisema hiyo point yako ya mwisho just to wind up na feel nataka kwa kidogo ni na feel tuna lack kabisa as a nation. Hata Kenya kufanya tu kitu safi ni kitu ni ngumu. I think siku moja ndakuleta tu tuongelee. Najua umegusia tu vitu mbili za aspects zako. You know you have done a lot. So najua tu ile integrity Kenya is gone. So nataka kujua kama kuna hope. Hiyo tutafanya siku nyingine. Hiyo hope ya if Kenya tunafaa tu tukufe wote kama Sodom and Gomorrah tuanze upya. Ama there is hope ya integrity. Mtu anafanya tu business safi. Yaani ama mtu anaweza kuwa government employee na kuwa msafi. Vitu kama hizo. Ama mtu amepewa power na kuwa msafi. But me kama nikumalizia tu nikimalizia nasema niliambiwa hivi na brother yangu nilimwambia tuna discuss this topic na Chris leo. Akaniambia ndio useme hii ukimaliza. So this one is for you Paul. Aliniambia ukifika rock bottom chini kabisa angalia juu uambie tu Mungu mimi nimelemewa. Ambia tu kwanza kitu ya kwanza uambie tu Mungu mimi nimelemewa. Ukishaambia Mungu umelemewa toka kwa nyumba uende. Usikae kwa nyumba. Nje unaweza kupata pesa. Lakini unaona kwa nyumba ukipata pesa ni yako. Already ni kwa yako. Lakini unaweza kutoka nje. Unaweza kupata pesa yani unaweza kupata pesa huko. Ukisikiza kupata pesa ni normal lakini unaweza pata opportunity. But ukikaa kwa nyumba na uko sure utapata opportunity. So that will be inaweza ku encouragement yangu. But asante sana Chris manze ku make time. Thanks. Stories zako man. Inaporudi hiyo integrity na lazima tufanye. Because in the business space na feel too corruption iko everywhere na yani kuinavigate ni ngumu. Kuinavigate ni ngumu sana. Ndarudi. Over and over. Make this your channel. With that I've been saying thank you for listening into the very last beat and the last end of this video. We do not take it for granted. If you're new here, don't forget to subscribe, leave a comment, like this video, and until next week, be kind and enjoy your week. Kwaheri.